Hivi jamani, dada zangu nyinyi, ngoja tu niongee kwa upole, sitaki kumfokea mtu. Najua wengi wetu tunapokea ushauri mwingi sana mitandaoni. Ushaelewa? Tunapokea ushauri mwingi sana mtandaoni. Kuna wanawake ambao wako mitandaoni wanao influence wanawake na kuwaambia kwamba olewa na mzungu. Mzungu ni mtu mzuri. Nani alikuambia mzungu ni mtu mzuri? Hivi mnajua ngapi ya wanawake ambao wameolewa na wazungu wanapata mateso? Lakini hawatoki nje kuja kusema sababu wanaona aibu kulingana na jinsi walivyoaminisha jamii yao kwamba wazungu ni watu wazuri. Hivi mnajua wangapi wanapata mateso kwenye ndoa walioolewa na wazungu? Wangapi? Mnajua wangapi wanateseka kwenye maisha ya ndoa na hawa watu? Hamjui. Ukifika huku, ukaishi, ukaona, ukapata mkiangalia news, habari, taarifa za habari pia, ndipo mtakapojua kwamba hawa watu na sisi tamaduni tofauti. Jameni, tamaduni zetu tofauti na wao. Mimi sijakataa. Ukipata mzungu nenda, lakini ukija kuishi huku ndipo utakapojua kwamba hawa watu tamaduni zao na zetu ni tofauti kabisa, totally tofauti. Ushauri wa mtu kuchanganya na wakwako. Ushaelewa? Hivi mimi sielewagi. Kwa nini tunakuwa desperate na wazungu mpaka wao wenyewe wanajua kwamba sisi wanawake wa Kiafrika tuko desperate na wao? Yaani tukiona ile ngozi nyeupe tunaamini kwamba wana hela. Nani alikuambia nyinyi? Nani aliwaambia? Wengi wao unaowaona huko wanaletwa na kampuni kwamba wanakuja holiday kwa hela za kampuni, sababu wanafanya kazi, kampuni zinawapa kama bonus kwao kuwaleta huko Afrika kuja ku enjoy their holiday. Kwa nini sasa nyinyi mnachukulia kwamba hawa watu wana pesa sana? Una kampuni ndio inawalipia kila kitu, wanaletwa huko. Ukiona mwanaume huko ana pesa, ni wale watu wazima wazee walishafanya kazi huko na walishajiwekeza kwa miaka mingi mpaka leo. Wengine miaka 30 wamefanya kazi na wamejiwekeza. Na wewe ndio unaenda kuingilia hapo, labda ndio utaweza kupatika kumpata mtu mwenye pesa. Ushaelewa? Lakini hawa vijana ambao wenyewe mnasema na mnaonyesha desperate zenu zimekuwa too much wanawake jameni. Fateni tu ushauri wangu basi kidogo. Najua mnapata ushauri mwingi, lakini desperate zenu nyinyi kwa wazungu ni mpaka mnatia aibu. Mzungu kakwambia tu mambo, how are you? Unampa mpaka namba, unataka siku hiyo hiyo mwanze kutembea. Jamani mnatia aibu. Yaani aibu kuhadisia, mpaka aibu hata hatujui yani hii aibu tunaitoaje? Jamani, aibu. Mbona wanaume wako wengi wenye tabia njema? Alafu kuna hawa wanawake ambao wanafikiria kwamba nataka kuzaa half caste. Nini kitakusaidia wewe na half caste? Nini kitakusaidia? Maisha yako yakiwa mtoto mwenyewe hata asipopata malezi mazuri na wewe na huyo mtu, hivi nyinyi mnachukulia. Jamani, toweni mawazo yenu kwamba wazungu ni watu wazuri, kwamba Waafrika ndio wabaya. Kila mwanaume ana ubaya wake na uzuri wake. Wanaume wote baba yao mmoja, mama yao mmoja. Utofauti wao ni tabia tu, nikwambie. Na tamaduni zetu ni tofauti. Watu wekeni hilo kwenye vichwa vyenu. Kama mnataka kusafiri kuja nchi za nje, kuna Waafrika wengi ambao wako huku nje. Ushaelewa? Nenda sijui Zambia, sijui wapi wanaume wengi wapo huko ambao wapo wa Kenya, wa Togo, wa Nigeria, wa nini, wote mtawapata huko wapo. Ushaelewa? Lakini sasa hiyo desperate ambayo nyinyi mnaweka, mnatia aibu. Yaani mnatia aibu mpaka aibu mara aibu. Tunaitoaje hiyo aibu? Kila mtu mzungu. What is mzungu? Tangu umeanza kupata mzungu, ushaongea na wazungu wangapi wewe? Wamekupa nini? Wazungu wengi hawana hela. Wanaishi maisha kawaida kama sisi, kama wanaume wetu. Hata unakutaga sisi wanaume wetu wa Kiafrika pia wako romantic kushinda wao. Nyinyi mnaniambia mimi eti wazungu wako romantic.
Mimi nilishawaambieni mzungu anaweza kalala leo akaamka kesho akasema mimi hii ndoa sitaki. Na hii ni kwenye sheria ipo. Kwamba anaamka, analala, anaamka kwamba mimi sitaki kuendelea na hii ndoa, divorce ndio hiyo hapo, kila mtu ana maisha yake. Haya, Mwafrika gani ambaye anaweza kufanya hivyo? Kitamaduni zetu. Au wa nchi yoyote ile kutoka Afrika. Anaweza kuamka leo alale amke kwamba hii ndoa sitaki mimi. Yaani huku hata kama hauna sababu yoyote ile, umesema ndoa hutaki, divorce, unaruhusiwa kudivorce mke wako, unaruhusiwa kudivorce mume wako. Mnabaki kulea watoto. Upo tayari? Msifuate tamaduni ambazo si zenu, zitawaumiza baadaye. Hata kama hazitakuumiza wewe, zitaumiza watoto wako. Ushaelewa? Muombe tu Mungu, Mungu nipe mume mwema, basi. Haijalishi awe Mwafrika au mzungu, Mungu ndio anajua nani wa kukupa. Lakini usionyeshe desperate kwamba mimi nataka mzungu. Huli ukashiba. Bado unaiweka kila siku kutafuta mzungu tu. Ndio hicho ambacho nakijua. Kweli jamii? Jamani hata pokeeni basi. Wewe kama una comment yoyote comment hapo. Mimi nitawaelekeza.